Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii. Ticha mdogo Diana Anset Sebastian ni manager wa Mwalimu Daria Silvanus Jailo, ni kiongozi wangu, lakini pia mimi ni mtoto wake. Kwa chini ya baba yetu Nabii Bishop Prince Emmanuel Chomba katika madhabahu ya Jesus Power eneo la Pugu Station. Napenda kuachia ngazi kwa my sister, my teacher. Karibu sana. Naitwa Mwalimu Daria Silvanus, ni mwalimu wa neno la Mungu. Ni muimbaji wa nyimbo za Injili na ni mwandishi pia wa vitabu. Hizo kazi zote nazifanya mimi. Ninafundisha mafundisho ya neno la Mungu kama mwalimu, mwandishi wa vitabu, lakini pia ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Mtu yeyote atakapoingia YouTube ataweza kupata nyimbo zangu huko, na natarajia kutoa album ya Mungu wa Miungu itakayokuwa na nyimbo 8 ndani yake, tarehe 17 mwezi wa 7 2026. Na ninawaalika sana, na itakuwa tu kutoa nyimbo album, hapana, itasindikizwa pia na uzinduzi wa kitabu changu. Mimi sijaandika kitabu kimoja, tayari vipo viwili ambavyo nimekwisha kuandika, lakini Mungu amekipa kibali hiki cha 3 kiweze kubeba vingine. Na tena sijaimba wimbo mmoja, mpaka sasa nina nyimbo 12. Lakini Mungu ameruhusu katika nyimbo 12 ziweze kutoka nyimbo 8 katika albamu yangu, ambaye yote ambaye atakuja kwenye uzinduzi ataweza kuzipata hizo nyimbo bila shida kabisa. Kwa hiyo ninawaalika Watanzania wote na watu wote ambao mnanisikiliza na kunifuatilia, siku hiyo usikose, tarehe 17 mwezi wa 7. Njoo tuweze kumfurahia Mungu pamoja, tuweze kuimba na niweze kuelekeza kidogo kwa kitabu kinahusu nini. Kwa sababu dunia ya sasa, ukitaka kuficha watu, ukitaka kuwavuruga watu, wafichie maarifa. Na ndio maana Biblia inasema katika Danieli 8:9, wakati ambapo Danieli anaingia kwenda kuomba, chanzo cha yeye kuomba ni kwamba alisoma kitabu, akaelewa kwamba wakati wa yeye kuweza kukaa Babeli umeisha. Kwa hiyo pale ndipo aliposhtuka, ni baada ya kusoma kitabu. Na maana kuna maarifa ambayo mtu anaposoma kitabu anaipata, lakini kuna maarifa kama uko msomaji hautaipata. Unaweza ukajitambua kutoka hapa kwenda hapa kwenda hapa kwa sababu ya maarifa. Na ndio maana vitabu vyangu vingi, especially hivyo vya kwanza, vimesaidia watu sana. Yaani hili ambalo naenda kutoa ni toleo la 3. Mimi nimeanza huduma 2019, nimeingia chuo cha Biblia, nimehitimu diploma ya theology, na pia nikapakwa mafuta na nikabarikiwa kabisa kuanza huduma, na vyeti vipo, ni mtumishi wa Mungu kamili. Na huduma iliyoanza kufanya kazi kwangu ilikuwa ni huduma ya uimbaji, na wimbo wa kwanza wimbo unaitwa Nipe Moyo wa Sifa, Moyo wa Ibada. Baada tu ya kujitambua nilianza kutoa wimbo wa kwanza ulikuwa unaitwa Nipe Moyo wa Sifa, Moyo wa Ibada. Na tangu hicho kipindi chote nimeweza kutoa, tangu 2020 nimeweza kutoa nyimbo 12 mpaka sasa. Na mwezi wa kwanza niliachilia wimbo unaitwa Mwaka wa Kicheko, ni mpya kabisa. Mwaka jana niliachilia nyimbo 2-3. Kuna mmoja unaitwa UI
mwingine unaitwa Mafuta, na mwingine unaitwa Ninatamani, ambao katika ule wimbo Natamani kuna maneno nimetoa katika wimbo wa Mama Angela Chibaronza, nimeingiza katika wimbo, ni kama nimefanya cover. Yes. Labda mwitikio au mapokeo ya nyimbo za sana unaweza. Wimbo uliobeba album unaitwa Mungu wa Miungu. Na ni wimbo ambao umetembea sana, unaimbwa mpaka huko kwenye mikoa na mimi sijafika. Wimbo una historia kubwa sana kwangu, kwa sababu zamani nilikuwa napenda sana kuimba maabudu. Sasa nikamwambia Mungu, tafadhali natamani nikuimbie wimbo mmoja wa sifa ambao utaufurahia. Ndio maana mara nyingi nikiwaambia watu ule wimbo sio wangu, mimi nimetumika tu kuimba, lakini ni wimbo wa Mungu mwenyewe, na ndio ilikuwa melody ya kwanza ambayo naweza nikasema Mungu alinipa, ambao hata kidogo watu wanaweza kucheza. Yes. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni baba yangu, wewe ni jabali langu, wewe ni kila kitu, wewe ndio heshima yangu, wewe uzima wangu, unastahili sifa, heshima, utukufu ni vyako pekee, unastahili. Ninachoelewa cha kwanza kabisa, kama una mpango wa kukosa usipange kabisa, kwa sababu itakuwa ni siku ambayo pia watu wataelewa Mwalimu Daria amebeba nini. Wengi wananisikia kwenye CD, lakini mjiandae na nyimbo za live 3 mpya ambazo hawajawahi kuzisikia popote. Wao wanaijua Mungu wa Miungu, wamesikia YouTube, lakini natamani wajue mwalimu amebeba nini. Mtu ambaye ni role model wangu, ambaye aliniinspire mimi mpaka kumwimbia Mungu, japo hayuko hai, lakini naongea ukweli wangu toka moyoni, ni Mama Angela Chibaronza. Na ndio maana nikaweka maneno katika wimbo wa Ninatamani, nikachukua maneno kutoka kwake nikaweka kwenye nyimbo yangu kwa ajili ya kumuenzi. Ni mtu ambaye nimemfuatilia tangu nikiwa mtoto mdogo, na vile alivyokuwa anaimba kwa kweli nilikuwa napenda. Tulikuwa tunajikuta familia nzima tunalia na tujui tunalia nini, na nikamwambia Mungu, natamani siku moja na mimi nije nikuimbie tu. Naweza nisifikie viwango vya huyu mama, lakini basi nipe tu neema kati ya wale ambao watakuwa wanakutukuza hapa duniani na mimi niwepo. Naweza nisifikie viwango vya huyu mama, lakini basi nipe tu neema kati ya wale ambao watakuwa wanakutukuza hapa duniani na mimi niwepo. Nashukuru Mungu, ni ajabu na kweli. Kuna kitu ambacho kiko nyuma ya carpet lakini nikiweke, ni ajabu na kweli. Labda niliache, lakini ukweli ni kwamba kuna mtu ambaye nilikutana naye kabla mimi kuja hapa. Wakati nakuja 2018 hapa Dar es Salaam, nilikutana na mtumishi wa Mungu anaitwa Nabii Elisha Muriri, na sikuwahi kujua kama ni mume wa Mama Angela Chibaronza. Unajua Mungu ana maajabu. Na yule mtu ndio aliyeniambia, ninakuombea, ninaona unampenda sana yule mama, na una neema ya uimbaji, na pia ni mtumishi wa Mungu. Yule baba ndio aliyeniombea mimi, na yule baba ndio aliyenipeleka chuo cha Biblia. Hata kama saa hii siko pamoja naye kwa sababu za kimbingu, lakini ninamheshimu pia kama baba aliyenilea mpaka nimeweza kufika hapa, na huko alipo anaelewa, ninaendelea kumheshimu mpaka sasa. Ndio ambaye ni Prince Emmanuel Chomba alinishauri, kwa sababu ni kazi za kiroho, akashauri uzinduzi ufanyike hapa hapa kanisani. Wao watatengeneza mazingira mazuri, na kutakuwepo na watumishi wa Mungu wengi, manabii, mitume, maaskofu ambao pia wameridhia kuja kukiweka wakfu hicho kitabu ili kikasaidie watu.
na waimbaji mbalimbali wengine kutoka nje ya nchi watakuwepo ambao pia wako confirmed, na muda sio mrefu wataanza kuona posters za watu ambao watakuwepo. Kwa hiyo ukija ujue kwamba wako watu wengi sana wamejipanga vizuri kwa ajili ya hilo swala. Lakini pamoja na watu wengi, mimi ninaamini anayekamilisha jambo ni Mungu. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu ameriruhusu, ninaamini litakuwa jema na watu watabarikiwa sana. Kwanza kwenye ishu ya kitabu, vitakuwepo vitabu vyangu vyote vitatu. Yaani watu wavitegemee. Kimoja kinaitwa Usimdharau adui aliye karibu yako. Kingine kinaitwa Namna ya kuvunja vifungo vigumu na ving'ang'anizi. Lakini cha tatu ambacho kinaenda sasa kuzinduliwa, ambacho ndio kimefanya huo uzinduzi, kinaitwa Vita ya Madhabahu. Na kitabu hiki akiendi kusaidia tu watumishi, nieleweke. Akiendi kusaidia tu waumini, nieleweke. Kama ukiwa na safari ya kwenda mbinguni, maidio unatakiwa upate hiki kitabu. Lakini kanisa la leo litakaposoma kile kitabu, kuna namna litaelewa. Kuna habari ya Gideoni imo mure. Gideoni tunaongelea waumini, watu wa kawaida. Nao nimeweka mure mifano. Ina maana mure kuna mifano ya watu wengi. Lakini pia sikuishia hapo. Vita ikuanzia duniani, vita ilianzia mbinguni. Ndile ndio madhabahu kuu. Tunakumbuka shetani alianzisha vurugu mbinguni, mbele ya Mungu, mbele ya kiti cha enzi. Lakini pale iliweza kupatikana suluhu, vita ilipigwa na shetani akashindwa kwenye Ufunuo 12. Nafikiri lile tumeliona. Msaliti na muasi. Leo tunao watu wangapi ambao mtumishi wanahitaji kukudondosha wewe, wanahitaji kuchukua nafasi yako. Na nimeweka pale mifano. Ndani ya kile kitabu pia sio mifano tu na maelekezo, kuna maombi. Kuna maombi. Usiishie tu kujitambua, lakini pia uishie pia na kuomba. Ina maana kinakusogeza karibu na Mungu. Kwa mtu yote atakapokuja kuweza kupata kitabu hicho, ni kitabu ambacho naweza kusema kama ni vita nimepigwa ya kutosha. Unaelewa kwamba kitabu hiki kimesababisha nimeharibu kompyuta 5. Shetani hataki kitoke. Unaelewa kwamba kitabu hiki nimempa mtu aweze kunitolea, amekimbia. Tena ni mtu mkubwa sana, naamini nyinyi waandishi wa habari nikiwatajia nje ya carpet mnamjua. Nimempa kazi ya kurekebisha hiki kitabu, kakimbia nacho. Sijajua nataka kunitapeli au anawaza nini. Hiyo ninakuonyesha vita. Ina maana hata kitabu chenyewe shetani hataki kifikie watu. Kwa sababu anajua kikifikia watu kuna namna kitawasaidia. Kuna namna watumishi wa Mungu wanaweza kutumia hiki kitabu hata kwenye shule za Biblia zikasaidia watumishi wa Mungu wakainuka na wakawa watu wakubwa. Na nimeongea mure sana.